kukaribisha katika mfululizo wa mada zetu mbalimbali za uwakili. Na leo ningependa kujibu moja ya maswali ambayo mmoja wa wasikilizaji aliniulizia, na hasa juu ya namna ya kuwekeza mbinguni. Namna ya kuwekeza mbinguni. Ni kweli kwamba Mungu anatuagiza pamoja na uwekezaji tunaweza kufanya hapa duniani, lakini bado tunatakiwa kuwekeza mbinguni. Tunajua tunaishi kwenye ulimwengu ambao ni muhimu kuwekeza pia. Watu wanawekeza kwenye ujenzi wa majumba, watu wanawekeza ununuzi wa mashamba, watu wanawekeza kwenye umiliki wa ardhi ili baadaye pengine wanaweza kuuza kama viwanja na mambo mengine ya namna hiyo. Lakini pia watu wanawekeza kwenye biashara. Sasa Biblia pia tunapoyafanya hayo yote, Mungu anataka tuwekeze mbinguni. Na namna gani sasa tunaweza kuwekeza mbinguni, ndicho kitu ambacho nitakwenda kukizungumzia kwa dakika chache siku hii ya leo. Katika Biblia na hasa ukisoma maagizo ya Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na ile aya 19 mpaka 21, anasema msijiwekea hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wevi uvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa hiyo Mungu anatuhimiza kwamba tunapofanya uwekezaji wa namna mbalimbali katika maisha yetu haya hapa duniani, tusisahau kuwekeza mbinguni. Sasa kama mmoja wasikilizaji alivyouliza kwamba tunawekezaje, nipende kuchukua nafasi hii sasa kueleza njia kuu 4. Naweza kuwekwa njia nyingi, lakini njia kuu 4 za namna ya kuwekeza mbinguni. Njia ya kwanza ambayo Mungu ameiweka tusaidia kuwekeza mbinguni ni kupitia utoaji wetu wa zaka na sadaka. Mpango wa Mungu ni kwamba anapokubariki kwa chochote, iwe ni katika mifugo yako, iwe ni katika mazao yako, iwe ni katika mapato yeyote ya fedha na mali nyinginezo, anataka kwamba 1/10 ya hizo mali, 1/10 ya hayo mapato, au 1/10 ya huo mbaraka aliyokupatia Bwana uletwe kwake, na unaletwa kwake kama zaka, unaletwa kwake kama zaka. Lakini pia pamoja na kuleta kama zaka, bado anatutaka tena tulete sehemu nyingine kama sadaka. Na tunapoyafanya hayo kwa uaminifu kama anavyoagiza mwenyewe, basi tunakuwa tumewekeza mbinguni, maana ndizo njia alizotuwekea Mungu. Kwa sababu hakuna siku ambayo utafunga safari kutoka hapa kwenda mbinguni kupeleka chochote, iwe ni kwa njia ya ndege, iwe ni kwa basi, iwe ni kwa mguu. Hapana, Mungu ametuwekea njia nyepesi za kutumia katika swala zima la kuhakikisha kwamba tunawekeza au tunaweka hazina zetu mbinguni. Na njia ya kwanza ni kupitia utoaji wa zaka na sadaka. Na kwa ukifuatilia pia swala la utoaji wa zaka na sadaka, utagundua utoaji wa zaka na sadaka pia ndio ufunguo ambao Mungu ametupatia mikononi mwetu wa kutusaidia kufungua hazina mbalimbali za mbinguni ili zitujirie katika maisha haya. Na kwa kutokufanya hivyo, basi tunaleta pia laana na hata tunafunga hazina zetu sisi wenyewe kwa sababu ya kufanya wajibu huu muhimu. Kwa sababu katika kitabu cha Malaki sura ya 3 na ile aya ya 7, tukisoma mpaka ile ya 9 kwa sasa, Biblia inasema tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Aya ya 8, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu, yani zaka na sadaka. Kwa hiyo tusipoleta zaka na sadaka kama Mungu anavyoagiza, sehemu 10% ya mapato yetu kama zaka na 10% nyingine kama sadaka, tusipoleta, tunapozizuia na kuzitumia kwa mambo yetu wenyewe, na hata kama ni mazuri kiasi gani, inaweza kwa kweli ukawa na mgonjwa nyumbani, ukaamua kutumia zaka na sadaka kama sehemu ya matumizi ya kumhudumia mgonjwa. Pengine unadaiwa ada shuleni, ukatumia kama sehemu ya kulipa ada ya watoto wako. Pengine unadaiwa kodi ya nyumba na mambo mengine ya maisha haya. Na hata wakati mwingine tunazitumia hizi kwa ajili ya kujenga nyumba zetu, kuanzishia biashara na au kuendeleza biashara zetu. Tunapoyafanya hayo kwa Mungu tunahesabiwa kuwa wezi. Na kama matokeo ya kumuibia Mungu
kumbuka, Mungu hahusiani na mtu yote anayeitwa mwizi. Mwizi, unajua wengi wanadhani kwamba pengine wale wanaoitwa wezi ni wale tu wanaovunja majumba ya watu, wanaovunja maduka ya watu, wanaovuna mashamba ya watu, wanaoiba vitu vya watu kwa namna nyinginezo. Lakini kumbe ametukumbusha pia hata kutumia zaka na sadaka kwa mambo yetu wenyewe, huo kwa Mungu ni wizi. Kwa Mungu ni wizi. Na yeye Mungu, unapomwibia zaka na sadaka, unakata mahusiano yako na yeye. Mahusiano na Mungu yanakatika, kwa sababu wizi wa namna yeyote ni dhambi kwa Mungu, na dhambi yeyote ile inatutenga, inatuondoa katika mahusiano mema na Mungu, inatuondoa katika hali ile ya mahusiano mema na Mungu. Katika kitabu cha Isaya sura ya 59, Isaya 59 na ile aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu linasema, tazama mkono wa Bwana ukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo tunapomwibia Mungu zaka na sadaka, tunatengwa na Mungu. Mahusiano yetu na Mungu yanakufa, kwa sababu dhambi yeyote inatutenga. Dhambi yote inatutenga, na Biblia imeandika wazi, Isaya anatuandikia kama nilivyosema kwamba maovu yetu yanaleta faraka, yanatuondolea mahusiano mema na Mungu. Ni kama anatuletea mafarakano, tunafarakana na Mungu wetu, na Mungu hapendi tufarakane naye, hapendi tufarakane naye. Na kwa sababu hiyo basi, matokeo yake ni kwamba tunatengwa na uso wake kwa sababu ya dhambi, ikiwemo dhambi ya kumwibia zaka na sadaka. Lakini pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na ile aya ya 9 na ile ya 10, Biblia inasema maneno haya, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Hapa wameandikwa watu mbalimbali ambao wenye tabia za namna hii, ambao hawataurithi ufalme wa Mungu. Anasema msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Aya 11, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hiyo aya hii katika aya hii Bwana anatujulisha miongoni mwa watu wenye tabia ambazo hawataurithi ufalme wa Mungu, ambao hawataurithi ufalme wa Mungu. Miongoni mwa hao ni wezi, na wezi hawa ni pamoja na wale wanaomwibia Mungu zaka na sadaka. Lakini wito unatolewa, hata kama umekuwa ukiyafanya haya katika maisha yako, bado fursa ipo ya kumrudia Bwana, bado fursa ipo ya kuweza kutakaswa, bado fursa ipo ya kuhesabiwa haki, ikiwa tutaungama na kumrudia Mungu kama wito wa Malaki ulivyo. Kumbuka Malaki 3:7 anasema tumrudie yeye, na yeye yuko tayari kuturudia. Kwa hiyo tunapomwibia Mungu zaka na sadaka, ambayo ni njia ya kwanza aliyotupatia kusaidia kuweka hazina zetu mbinguni, tunakuwa wezi na tunatengwa na uso wa Bwana na tunahesabiwa hatia. Na kama tutaendelea kufanya hivyo, basi Mungu anatuambia kamwe hatutaweza kuurithi ufalme wake. Aya ya Malaki 3:9, kama matokeo kumwibia Mungu zaka na sadaka, tunaleta laana. Biblia inasema ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Kwamba tunapomwibia Mungu, tunacholeta katika maisha yetu ni laana. Ukiiba tu zaka na sadaka, badala ya kuleta baraka, utakacholeta katika maisha yako ni laana. Na Mungu wetu kwa kweli nia yake ni kutubariki, nia yake ni kuondoa kila aina ya laana katika maisha yetu. Lakini sisi wenyewe kwa sababu ya tamaa zetu, kwa sababu ya hofu ya kuona kana kwamba tunapomletea Mungu zaka na sadaka tunaishiwa, kana kwamba mambo yetu hayatakwenda vizuri, tukidhani kwa kuzuia na kuitumia zaka na sadaka mambo yetu yatafanikiwa, mambo yetu yatakwenda kama tulivyokusudia na kadhalika. Lakini mwisho wa siku tunajikuta kwamba tunaleta laana. Sasa ziko laana kubwa mbili zinazokuja katika maisha ya mtu. Zinaweza kuwa nyingi, lakini kubwa mbili zinazoweza kuja katika maisha ya mtu kama tokea kumbia Mungu zaka na sadaka. Laana ya kwanza ni laana ya mahusiano, maana Mungu hahusiani na yeyote anayeitwa mwizi. Na ili tuhusiane
vizuri na Mungu, lazima tuwe waaminifu kwake. Sasa mahusiano yetu na Mungu yanapoharibika, vertical relationship yetu inapoharibika, inapelekea pia horizontal relationship yetu, mahusiano ya mtu na mtu mwingine, mahusiano ya mtu mume na mtu mke nyumbani, mahusiano ya wazazi na watoto, unashangaa na yenyewe pia yanaharibika. Kwa ujumla, hata katika jamii zetu na katika familia zetu hasa, ili tuhusiane vizuri pale nyumbani, mume na mke, lazima kwanza tuhusiane vizuri na Mungu. Tukishakosana na Mungu, utashangaa hata sisi wenyewe tunaishi maisha tu ya kugombana, maisha tu ya kudharauliana, maisha tu ya kutukanana, maisha ya kutokujaliana, maisha ya ubinafsi na mambo mengine mengi mabaya yanakuja katika familia zetu. Kwa nini? Kwa sababu tayari tumetengwa na chanzo cha mahusiano mema. Chanzo cha mahusiano mema ni Mungu mwenyewe, na ili tuhusiane naye vizuri huyu Mungu, lazima moja, tuwe waaminifu kadri anavyotumika katika maisha haya, tuhakikishe kwamba tunapeleka kwake zaka na sadaka, zaka na sadaka. Lakini pia si tu laana ya mahusiano inayotujiria katika mahusiano, katika maisha yetu tunapomwibia Mungu zaka na sadaka, lakini pia laana nyingine zinazokuja ni pamoja na hizi ambazo ziliwatokea wana wa Israeli walipoipuuza na kuidharau kazi ya Mungu, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Hagai sura ile ya kwanza na ile aya ya 6. Hagai 1:6, Biblia inasema mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Kwa hiyo unaweza kuwa mkulima na mashamba makubwa lakini mapato kidogo. Kwa nini? Kwa sababu umeachwa na Bwana aliye chimbuko la baraka. Lakini pia unaweza kuwa mfanya biashara, unashangaa unafanya biashara lakini biashara zako haziendi. Wakati mwingine unauza hata matunda, hakuna mtu anayekuja kununua. Sijui una biashara gani, hakuna mtu anayekutafuta. Unaweza tu hata ni fundi, fundi ujenzi mzuri, mshona nguo mzuri, fundi seremala mzuri, lakini unashangaa hakuna mteja anayekujiria. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anayeleta baraka, unapomwibia basi anakuacha ili uende peke yako. Na kwa maisha yetu tunapokwenda peke yetu bila Mungu, kwa kweli sio rahisi kufanikiwa. Sio rahisi kufanikiwa. Sio rahisi kufanikiwa. Ndio maana wengi mnashangaa sasa wanaingia kwenye mikono ya shetani, kuingia sasa kutafuta mali kwa njia za madawa na njia nyingine za namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu wamegundua kama mambo haya hawezi kwenda vizuri. Kwa nini? Kwa sababu amemwacha Mungu aliye chanzo cha baraka. Aya inaendelea kusema mnakula lakini hamshibi. Vyakula tunavyovinunua kwa zaka na sadaka, au vile kwa sababu tumevuna katika mashamba yetu, tumevileta nyumbani, ndio na tuyatoa zaka na sadaka. Mungu anasema huwa vishibishi. Yaani unaweza kula baada ya muda mfupi unashangaa una njaa kana kwamba hujara siku nzima. Na wengine nafikia mara hata kila unadhani kila wakati ni wakati wa kula. Kila wakati wa kula. Na wengine wanadhani pengine wana minyoo. Lakini unashangaa na kwenda hospitali kupimwa, unashangaa unaambiwa huna minyoo. Kwa nini chakula kikai tumboni? Kwa sababu Mungu anasema umelaaniwa. Unakula lakini huwezi kushiba. Aya hiyo ya 6 inaendelea kusema mnakunywa lakini hamjazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Yaani mambo unayofanya unashangaa hakuna linalokupa furaha wala hali ya kuridhika. Unapofanya hiki unadhani ukinunua hii leo basi mwezi utaisha, lakini unashangaa ukishaivaa mara moja unatamani ungepata na nyingine na nyingine na nyingine. Hali ya uhitaji inaendelea kupanuka na kupanuka na kupanuka. Ni kama shimo lisiloweza kujazwa na chochote. Linakuwa shimo ambalo huwezi kulijaza. Lakini aya ya 6 ya Hagai 1 inamalizia kwa kusema na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Kwa hiyo unakuta hata mapato ya pesa yanapokuja, pesa siku zikiingia ndio matatizo yameingia. Mashimo yanatofautiana kutoka nyumba hadi nyumba. Ndio unashangaa mashimo ni magonjwa. Kila wakati tu kuna wagonjwa nyumbani. Kila pesa inapopatikana ni ya kutibu tu watu. Hakuna cha maana kinachokifanya kwa ajili ya maendeleo ya familia. Naam, na wengine unashangaa tu vitu tu vinakwisha tu haraka nyumbani. Ununue mkaa ni siku 2-3 gunia limekwisha. Ununue gesi ni siku 2-3 mtungi umekwisha. Ununue sukari, unashangaa. Kwa nini hayo yanatokea? Ni kwa sababu tumemwacha Bwana. Tumemwacha Bwana. Hagai 1:9 sehemu ya kwanza ya aya hiyo inasema maneno haya: mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache, tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Kwa hiyo unashangaa vitu vinapokuja nyumbani havikai. Unakuja ni unga, unashangaa umenunua debe ndio, lakini unashangaa ndani ya siku 2-3 tayari debe limekwisha. Labda ni sukari, wenzako kwenye kikombe cha chai wanaweka tu vijiko viwili, lakini unaweka mpaka 10. Kile ukikoroga hamna kitu, ukionja haijakorea bado. Mwisho wanasema sijui Mtibwa. Hapana, Mtibwa hawana shida, wao wako kwenye viwango vyao. Nini kinachofanya itumike nyingi kwako? Ni kwa sababu ya laana. Unanunua hata kiberiti, unashangaa kila jitu unayowasha inazibika tu. Mwisho anasema sijui kibo macho. Kibo macho wako vizuri. Ni nini? Ni laana. Na Mungu anasema kwa sababu vile tunavyovileta katika maisha yetu bila kumfanya Mungu kuwa wa kwanza, havina baraka zake na matokeo yake basi haviwezi kukaa. Kwa hiyo niwakumbushe kila ambacho Mungu anatuagiza kufanya.
katika swala la uwekezaji kupitia kwa matoleo yetu ya zaka na sadaka, katika kitabu cha Malaki 3 na ile aya ya 10, Bwana anasema maneno haya. Malaki 3 na aya ya 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana anasema ili tuone baraka zake, naam, tulete zaka na sadaka. Tulete zaka kamili. Neno kamili lina maana kubwa mbili. Lina maana ya zaka na sadaka, lakini pia lina maana ya ukamilifu wake, kwamba kadri Mungu alivyokubariki. Najua kuna watu Mungu anaweza kubariki hata ukapata shilingi 20,000. Kwenye 20,000 kuna zaka walau, kuna zaka 2,000 na sadaka walau 2,000. Unataka unaweza kubana walau shilingi 4,000. Nao ubaki na 16,000. Lakini utashangaa unaweza tu kuleta 1,000. Ni kweli umeleta, lakini kile ulicholeta sio kikamilifu, na Mungu anataka tunapoleta tulete kwa ukamilifu. Ndipo atakapotufungulia milango ya baraka. Unajua wana wa Israeli alipopanga kuwabariki, Mungu hakupanga tu kuwapa mibaraka ya utajiri, lakini pia alipanga kuwapa mibaraka ya afya. Kisha kwamba wana afya njema, wanakuishi wakiwa na afya njema. Lakini pia alipanga kuwapa mibaraka ya akili za kuwasaidia kugundua vitu, kutengeneza vitu. Alikuwapanga kuwafanya kuwa hodari, naam, kuwa watu maarufu kwenye shughuli zao na mambo yao, ili wapate kutamaniwa, shughuli zao zipendwe, zipendwe, watu waje kutafuta huduma kutoka kwao. Na hicho ndicho pia bado Mungu anatamani kutendea katika maisha yetu tunapokuwa waaminifu kwake katika swala la utoaji wa zaka na sadaka kwa kadiri ya anavyotubariki. Na tukileta pia zaka na sadaka, katika aya 11 ya Malaki 3, Mungu anaahidi ulinzi kwetu wenyewe na ulinzi kwa mali zetu. Malaki 3:11 anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yenu kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Kwa anaahidi ulinzi wa vitu vyetu, mali zetu mbalimbali. Mungu anaahidi kuzilinda tunapoleta zaka na sadaka. Na aya 12 anasema, na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo tunapoleta zaka na sadaka, Mungu anaahidi kubariki shughuli zetu. Shughuli zetu ziwe ni za ufundi, anatamani kuzifanikisha ziende kwenye kilele cha mafanikio. Shughuli yote unayoifanya Mungu anatamani kuifanya. Kwenye ofisi yako unakofanya, Mungu anatamani akuinue, akufanye kuwa bora katika utendaji wako. Naam, na hayo ndio aliyokusudia kutufanyia tunapowekeza kwake kwa njia ya kwanza ya utoaji wa zaka na sadaka. Lakini njia ya pili ambayo Mungu ametuwekea pili tusaidie kuwekeza mbinguni ni kutumia vizuri baraka anazotupatia Mungu ili kuyabariki maisha yetu wenyewe na maisha ya familia zetu. Ni kosa Mungu kukubariki alafu ukaishi kwa shida, hali una hela, uli vizuri, hali una hela, uvai vizuri, una hela, ujengi nyumba hata kama ni ndogo nzuri, uishi mara pazuri, una hela lakini huhudumii familia yako na kadhalika. Na niwakumbushe katika swala la kutumia baraka za Mungu vizuri, Mungu anatukumbusha kwamba anapotupatia, mpango wake pia ni kuona hizo baraka tukizitumia kwa ajili ya kuzibariki familia zetu. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 na ile aya ya 8. Timotheo wa kwanza 5 aya ya 8, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Mtu asiyewatunza wale walio wake. Mungu anapokubariki anatamani kuona ukitumia baraka hizo kuwatunza watu wako. Wewe mume umtunze mkeo, uwatunze watoto wako. Wewe mke umtunze mumeo, uwatunze watoto wako. Tunapotenda vinginevyo tunahesabiwa hatia, tunahesabiwa wabaya hata kuliko watu wasiokuwa na dini, na hasa sisi tunaodai kumcha Mungu. Na hali Mungu atatubariki, lakini tunazitesa familia zetu, lakini tunaishi kwa mateso hata sisi wenyewe. Mazingira hayo basi yanatufanya mbele za Mungu tuhesabiwe kama wapagani, kama watu wasiomjua Mungu, kama watu wasiokuwa na dini. Kumbuka neno kutunza linatupatia wajibu wa aina kubwa, karibu 6 hivi. Wajibu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba unawahudumia watu wako, unahudumia familia yako kwa chakula, na wewe mwenyewe unakula kula, lakini pia hudumia familia yako kwa chakula, familia ile vizuri. Lakini pia kutunza ni pamoja na kuidumia familia kwa kuwa na mahala pazuri pa kulala, mahala pa kuishi, nyumba. Na kama una watoto wa kike wa kiume, ni kosa kuwa nao alafu wote ukalaza ndani ya chumba kimoja.
watoto wa kike familia peke yao, wa kiume peke yao, na ninyi wazazi mahala penu wenyewe. Kutunza ni pamoja na kuwatibu pindi wanapougua, kuitibu familia yako ambao wanapougua. Basi hakikisha kwa kuwa Mungu amekubariki, ipeleke familia hospitali, watoto watibiwe, mke atibiwe. Lakini hata wewe mwenyewe mume unapougua, hakikisha unatibiwa. Maana wako wengine kwa sababu ya kupuuza magonjwa madogo madogo, matokeo yameendelea kukua na kukua na kukua na kukua, na wanapokuja kustuka wanagundua kumbe tayari walishachelewa. Vitu ambavyo vingeweza kutibiwa vikapona, matokeo yake madhara yake vinapelekea watu kwenye kufa haraka hata kabla ya siku. Kwa hiyo kutunza. Lakini pia neno kutunza lina maana pia ya kuwa na uwezo wa kuwavalisha watu wako. Watu wavae, mke avae, mtoto wavae, lakini na wewe mume uweze kuvaa vizuri. Kutunza ni pamoja na kuwasomesha watoto. Wale wanataka kwenda shule waende shule. Ni kosa kuwa na watoto na Bwana amekubariki lakini hawaendi shule. Una hela lakini huwanunulii watoto mahitaji mbalimbali ya shule. Wengine wanakosa madaftari, wanakosa sare za shule na mahitaji mengineyo. Hilo ni kosa. Lakini pia neno kutunza linatupatia wajibu wa kisha kwamba Mungu anapotubariki tunazihudumia pia familia zetu kwa mahitaji yao mbalimbali ya kiroho. Mahitaji ya kiroho ni pamoja na kuhakikisha kwamba watoto na familia wana Biblia. Wale watu wanaweza kusoma katika familia yao wawe na Biblia. Lakini pia wanapata miongozo mbalimbali ya kujifunza neno la Mungu na vitabu vingine vya kuwasaidia kuongeza na kukuza uelewa wao na akili yao kwa ajili ya kufaa kwa maisha haya sasa, lakini zaidi waweze kufaa kwa umilele. Kwa mfano kwenye makanisa ambayo tayari watoto unakuta tayari watoto wana sare mbalimbali za vyama vyao, sare za idara, hakikisha kwamba watoto wako pia wanazipata. Unaposhindwa kuwahudumia hayo, unaonekana kana kwamba ni mtu uliyeshindwa katika swala zima la kuwahudumia watu wako. Na unaposhindwa hayo ni kwamba wewe unaposhindwa kufanya hayo na hali Mungu amekubariki, unahesabiwa kuwa mmoja miongoni mwa watu wasiowekeza mbinguni. Lakini jambo la tatu ambalo Mungu ametuwekea, njia ya tatu ya kusaidia kuwekeza mbinguni, ni kuwa wa msaada. Kuwa msaada kwa watu wenye shida mbalimbali, kuwasaidia wale walio wahitaji. Kuna watu ambao kwa kweli tunakuza tu binafsi wetu. Kile unachokipata unatamani tu kikusaidie wewe na watu wako, hauko tayari kutoa chochote kumsaidia ndugu yeyote aliye na hitaji, jirani yeyote aliye na hitaji, na hata yumkini muumini mwenzako yote aliye na hitaji. Hayo ni makosa. Mungu hataki tutumie baraka zote anazotupatia kwa ajili ya ubinafsi wetu. Hapana. Anatutaka tushinde kitu kinachoitwa choyo. Anatutaka tujilinde na choyo. Anatutaka tujilinde na kushinda ubinafsi, kuhakikisha kwamba baraka anazotupatia basi pamoja na kutoa sehemu kwa ajili ya kazi yake kama zaka na sadaka, ndio pamoja na kutoa sehemu yake kwa ajili ya matumizi yetu wenyewe kama familia, lakini bado nataka pia tutoe sehemu kwa ajili ya kuwasaidia walio wahitaji kwa namna mbalimbali. Na moja kati ya vitu ambavyo Yesu anatukumbusha kufanya katika maisha yetu ni pamoja na hilo la kuwasaidia wale walio wahitaji. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo sura ya 25, Mathayo sura ya 25 mstari wa 31 mpaka 45, Yesu ameandika maneno mengi hapa. Mstari wa 31 anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Yesu anapokuja na anasema atawabagua wanadamu katika makundi makubwa mawili, kama ambavyo saa inafika mchungaji kubagua kondoo mahala pao na mbuzi mahala pao, kondoo katika zizi lao na mbuzi katika zizi lao. Aya 33, atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kwa wanadamu ndio katika makundi makubwa mawili. Kwa hiyo kundi moja wanaofananishwa na kondoo mkono wa kulia, kundi moja wanaofananishwa na mbuzi mkono wa kushoto. 34, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa nini? Kwa nini awaambia walioko mkono wake wa kuume? Anasema, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha. 36, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo hawa watu wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni
tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Aya 39, ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Kwa Yesu atawaambia watu hao walioko mkono wake wa kuume. Kwa nini awaambie njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu? Ni kwa sababu ya yale matendo waliyotenda. Waliyetenda kwa nani? Ndiyo, Yesu anaonekana kana kwamba ndiye anayehudumiwa, lakini sikiliza aya 40, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa maana nyingine ni kwamba kila unapomsaidia yeyote aliyemhitaji, ndiyo hana chakula ukawa tayari kumsaidia chakula, hana nguo ukawa tayari kumsaidia nguo, ndiyo ni mgonjwa ukamsaidia katika changamoto yake ya kuugua, na kufanya yale yote ambayo yameelezwa hapo, mwisho wa siku kila tendo nalolitenda kwa mtu aliyemhitaji, anayetendewa ni Yesu, anayetendewa ndiye. Na wale atakao kuwa mkono wake wa kuume wa kushoto, mkono wa kushoto, Yesu atawaambia nini? Atawaambia nini? Aya 41, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Na ni kweli moto jamani, huu unaoitwa moto wa milele, huu ni moto ambao Mungu ameuandaa kwa ajili sana malaika zake. Wanadamu wote Mungu mpango wake ni wa kutuokoa. Tutakwenda kwa sababu tumechagua sisi wenyewe kwenda, kwa sababu tumekataa kumsikiliza yetu, tumekataa kumtii Yesu, tumekataa kufuata maelekezo yake. Na ndiyo maana anasema hawa sasa watakwenda kwenye huo moto ambao ameandaliwa Ibilisi, yani shetani na malaika zake. 42, kwa nini sasa waende kwenye huo moto? Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au ukifungoni tusikuhudumie? Watamuuliza, ni lini tulipokuona? Ni lini tulipokuona kule mjini kwetu uchi alafu tusikuvike nguo? Ni lini tulipokuona una njaa tusikupe chakula? Au mgonjwa umelazwa kwenye hospitali fulani tusije kukutazama? Tusije kukutazama. Yesu atawaambia nini? Yesu atawaambia nini? Naye 45, naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Kwa hiyo Mungu anapotubariki anatamani kuona tukitumia sehemu ya baraka zetu pia kuwasaidia, kuwabariki wale walio wahitaji. Na unapombariki na kumsaidia mhitaji yeyote katika changamoto yake, hiyo huduma uliyoifanya, hiyo tendo ulilofanya, umewekeza katika ufalme wa Mungu, umewekeza mbinguni. Lakini njia ya 4 ambayo Bwana ameiweka ya kutusaidia kuwekeza mbinguni ni kuitikia pia miito mbalimbali ya kazi yake. Miito mbalimbali inakuja inayotutaka tuingie katika mifuko yetu, inayotutaka tufanye mambo fulani kwa ajili ya kuibariki kazi ya Mungu. Miito hiyo ni pamoja na miito ya ujenzi wa makanisa. Huku naishi mahala kanisa linajengwa, na wewe hutoi chochote, wewe huwekezi mbinguni. Uwekezi. Kwa hiyo mwito unapokuja ujenzi wa kanisa, ufanya sehemu kubwa kadri unavyoweza. Na miaka hii baadhi yetu tunafanya kazi ya Mungu pia kwa kutegeana. Tunafanya kazi ya Mungu kwa magoli. Mungu anatutaka tuwe baraka kwa kazi yake kwa kadiri ya baraka zake alizotupatia. Yaani kama amekupatia wewe vingi, anatamani kuona pia mito mbalimbali inapokuja, kama ni ujenzi wa kanisa, unatoa pia vingi. Kama ni kwenda kuhubiri injili maeneo mapya, kupeleka wainjilisti na kadhalika, unafanya pia vingi. Kama ni kununua vitabu na kugawa, unanunua pia vingi. Mito mbalimbali ya kazi ya Mungu, Mungu anatutaka pia tuweze kuishiriki. Kumbuka ni wakati wa sasa tunapokuwa hai, ndipo tulipo na fursa ya kuwekeza mbinguni. Ndipo tulipo na wakati wa kuweka hazina zetu mbinguni kwa kufanya mambo mema, ikiwemo utoaji wa zaka na sadaka, ikiwemo matumizi mazuri ya mibaraka ya Mungu kwa ajili ya maisha yako na familia yako, ikiwemo swala la kuwasaidia wale walio wahitaji, lakini ikiwemo pia swala zima la ujenzi wa ufalme wa Mungu. Mungu alitamani na mimi ningependa tungekuwa na moyo au na roho kama ya Daudi.
kama roho kama ya Daudi. Daudi alikuwa na roho gani? Daudi alikuwa na roho gani? Kumbuka Daudi katika maono yake na katika mipango yake alitamani sana kumjengea Mungu nyumba. Lakini ukisoma Samuel wa pili sura ya 8, Mungu akamwambia, wewe hutanijengea. Wewe hutajenga, umekuwa mtu wa vita, tulia. Atakayejenga ni mwanao atakayezaliwa kutoka katika viuno vyako. Lakini pamoja na hilo lote bado Daudi hakuacha. Na angelikuwa kama sisi, yani unatamani kufanya kazi fulani ya Mungu alafu Mungu anakuambia, mwanangu usifanye. Hiyo acha, watafanya watu wengine. Hiyo acha, atafanya mtu mwingine. Tungefurahi pengine na kushangilia. Pengine pesa zangu, mali zangu zimepona, sasa nitazitumia tu kwa mambo yangu mwenyewe. Lakini Daudi hakuwa hivyo, kwa sababu kulikuwa na mwito wa kumjengea Mungu nyumba. Alichofanya ni nini? Ukisoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 21, Daudi alifanya mambo mengi. Miongoni mwa mambo aliyofanya, pamoja na kwamba amezuia, lakini Daudi akanunua plot. Akanunua eneo mahali ambapo hekalu la Mungu litajengwa. Ukisoma ukianzia aya 18 unaweza kusoma, lakini basi ukianzia aya 22 inasema, ndipo Daudi akamwambia Arauna, unipe mahali pa kiwanja hiki ili kwamba nimjengee Bwana madhabahu hapa, kwa thamani yake kamili utanipa, ili kwamba tauni izuiliwe katika watu. Kwa Daudi akanunua uwanja kutoka kwa mtu aliye Arauna, na alikuwa mfalme. Arauna alikuwa tayari kutoa hiyo ploti bure. Lakini Daudi akasema hapana, nitainunua kwa bei yake kamili. Kwa hiyo kama square mita ilikuwa ni 5,000, hiyo eneo likapimwa, Daudi akalipa kama ilivyotakiwa. Na mahala hapa alipopanunua Daudi na kujenga hekalu ambalo linaitwa hekalu la Yerusalemu baadaye, ambalo lilijengwa na Sulemani, sawa, lakini ni mahala hapo ambapo miaka mingi huko nyuma Ibrahimu alienda kumtoa Isaka kwa sadaka. Mahala pakiitwa Mlima Moria. Ndipo Daudi sana anaponunua wakati huo. Na unajua ni katika mlima huu ndipo pia Yesu Kristo aliposulubiwa, ukiitwa mlima wa Golgotha na kadhalika. Lakini basi ninachotaka kusema ni hiki, Daudi pamoja na kwamba amezuiwa, lakini kwa kuwa alitamani kushiriki baraka za Bwana, akanunua plot. Pamoja na kununua plot, Daudi akaweka wachoraji wa ramani. Wakachora ramani. Ameambiwa hata jenga, lakini bado anagharamika ile ramani ichorwe. Pamoja na kufanya hayo yote, ramani inapokamilika katika sura ya 22 aya ya kwanza mpaka ya 5, ndipo Daudi akasema, hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na hii ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. Daudi anaona kana kwamba nyumba imemalizika. Amenunua ploti tayari, ameweka watu, wamechora ramani, na anapoiona anaona kana kwamba nyumba imekamilika. Aya ya 2, basi Daudi akaamuru wakusanyike wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli, akaweka waashi wachonge mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. Nyumba iliyokatazwa, Daudi anafiatua tofali. Tofali za kujengea zilikuwa ni za mawe. Akaweka watu wageni waliotoka nchi mbalimbali, akawapa kazi, na Daudi analipa pesa. Sio kwamba wanamfanyia bure, hapana. Hamdhulumu mtu hapa. Pamoja na kwamba ni mfalme, lakini hafanywi kazi ya bure. Anawalipa kama ilivyo stahili. Kwa hiyo tofali zikachongwa za mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. Aya 3, Daudi akaweka akiba tele ya chuma kwa misumari ya tarabe za malango na kwa mafungo, na ya shaba akiba tele isiyo na uzani, na mierezi isiyo na idadi, kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. Kwa hiyo akanunua hata mierezi ambayo ilikuwa inatumika kama mbao kwa ajili ya milango, kwa ajili ya kupaulia na shughuli nyingine zote ambazo zilihitaji kazi ya mbao au kazi ya miti. Daudi anaisafirisha kutoka Lebanoni, na sio wale wanaokata anawalipa, wanaopakia anawalipa, na usafiri wa majini analipa, mpaka inapopakuliwa, mpaka inapopelekwa Yerusalemu, maana ilikotakiwa kutunzwa kwenye plot, kwenye uwanja, maana ambapo nyumba ya Bwana itajengwa. Daudi akafanya hayo yote na analipa. Aya ya 5, Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado na mororo, na hiyo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Kwa Daudi akawa na mawazo makubwa kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Anasema nyumba atakayojengewa Mungu, hekalu lake lazima liwe zuri, lazima liwe lenye sifa, lazima liwe lenye fahari. Lakini jambo la ajabu katika miaka yetu hii leo hii, pamoja na baraka ambazo Mungu ametubariki na kutupatia, utashangaa nyumba zetu ni nzuri,
kuliko nyumba ya Mungu. Nyumba zetu ni nzuri kuliko makanisa tunamoingia na kuabudu. Haikuwa hivyo kwa Daudi, na kwa kweli inatakiwa mahala tunapokutana na Mungu wetu pawe ni mahala pazuri, mahala penye sifa, mahala ambapo kila mtu anatamani kuwepo, mahala ambapo kila mtu anatamani kuwepo. Lakini wengi wetu Bwana ametubariki, lakini hatuna chochote tunachokifanya kuibariki kazi yake. Miito inaletwa na wachungaji, miito inaletwa na wazee wa makanisa. Jamani, leteni tujenge nyumba, jamani leteni tukahubiri Injili, jamani leteni tununue vitabu na kugawa, jamani leteni tufanye sabato za wageni na mambo mengine mengi, lakini hatuleti. Haikuwa hivyo kwa Daudi. Daudi anamalizia maneno kwa Biblia, inamalizia juu ya Daudi ikisema, basi Daudi akaweka akiba tele kabla ajafa. Aliamua kuweka kumbukumbu hata kama alikufa, lakini kazi yake aliyoifanya kwa ajili ya ujenzi wa hekalu iliendelea kunena, iliendelea kuhubiri kwa miaka mingi. Na ndiyo maana anasema moja kati ya njia za kuwekeza mbinguni ni kuitikia miito mbalimbali ya kazi ya Mungu. Na kutia moyo msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, miito inapokuja ya kazi ya Bwana, tafadhali kwa kadri Bwana alivyokubariki, nyosha mkono wako, shiriki. Na wakati mwingine miito mingine inaweza kuja ikawa kumbe ndio fursa yako ya mwisho aliyokupa Bwana kufanya kitu ambacho kitaendelea kuhubiri hata katika saa ambayo wewe utakuwa umenyamaza, katika saa ambayo wewe utakuwa haupo tena, katika saa ambayo wewe utakuwa umekufa. Kitu kitakachokumbukwa kuna Mungu kwa ajili yako kwa umilele. Hebu Mungu akusaidie na Mungu anisaidie tuweze kushiriki katika swala zima la kuweka hazina zetu mbinguni. Moja, kuhakikisha kwamba kila anapotubariki tunaleta zaka na sadaka kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Lakini pia kadri Bwana anavyotubariki tunatumia vizuri hizo baraka alizotupatia kwa ajili ya kubariki maisha yetu na maisha ya familia zetu. Lakini pia tunatumia baraka alizotupatia Bwana kuwabariki wanadamu wengine walio wahitaji, na kisha tuwe tayari pia kuibariki kazi ya Mungu kwa upana wake kwa kadri ya mahitaji yake yanavyoletwa mbele yetu. Bwana akubariki. Unapoyafanya hayo utakuwa umetimiza moja kati ya wajibu mkubwa na takwa kubwa la Mungu la kututaka tuweke hazina zetu mbinguni. Bwana akubariki na ukayatende hayo, na Bwana nibariki nikayatende haya, tuwe baraka, na mwisho Bwana anapokuja tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao watahesabiwa kama mawakili wema na waaminifu, ambao hawakuishia tu kuweka hazina zao duniani, lakini pamoja na wale waliofanya duniani bado walikumbuka kuweka hazina zao mbinguni. Na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunashukuru kwa ajili ya kutukumbusha wajibu muhimu ya kwamba unapotubariki unahitaji pia tuweze kuwekeza hazina zetu katika ufalme wako, na hivyo tufanye kuwa uaminifu kwa kila baraka utakaotupatia, tukufanye kuwa wa kwanza tukileta zaka na sadaka kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Lakini pia tutumie baraka hizo kuyabariki maisha yetu, tule vizuri, tuvae vizuri, tulale mahali pazuri, watoto wetu waende shule nzuri na mambo mengine mazuri kwa ajili ya maisha yetu wenyewe ya sasa. Lakini pia tuwe tayari kuwabariki walio wahitaji kwa kadiri ya baraka unazotujalia, na zaidi Bwana tuwe tayari kuibariki kazi yako katika upana wake kwa kadri ya mahitaji yatakavyoletwa kwetu. Kwa kufanya hivyo utufanye kuwa mawakili wema na waaminifu, ambao mwisho tutakuwa na nafasi ya kuwa warithi katika ufalme wako, maana ndivyo ninavyoomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.